usiipe hisia nafasi kubwa sana. Ndoa zina mishangazo mengi, ndoa zina bad surprises, ndoa zina good surprises. Jifunze kwa wengine waliotangulia. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu kizuri cha Pre-Marriage Talk Tanzania, ambacho ni kipindi mahususi kwa ajili ya vijana na mabinti ambao hatua iliyoko mbele yao ni kwamba wanahitaji kuwa na mwenzi wa maisha. Kwa hiyo kipindi hiki piko kwa ajili ya kuwasaidia, kuwapa mafunzo, lakini kutoa ushauri utakaowasaidia kuja kuwa na ndoa bora. Lakini pia ni kipindi ambacho ni mahususi kwa ajili ya walezi, wazazi na walimu wa vijana ambao ndani ya mioyo yao wanatamani kuona vijana wakifanya vizuri katika eneo la ndoa. Kwa hiyo kipindi hiki kipo kwa ajili ya kutoa nasaha, ushauri na maelekezo pande zote mbili, kwa vijana na mabinti ambao wanahitaji kuja kuoa au kuolewa, lakini pia kwa walezi, wazazi na walimu ambao wao ndio viongozi wa hawa vijana, ili waweze kufanya vizuri katika eneo hili. Ni muhimu sana kutoa elimu hii kwa vijana, lakini pia kwa walezi, kwa sababu ndoa ni kitu ambacho Mungu amekikusudia kiwe ni chombo cha kuleta baraka kwa ajili ya wanandoa wenyewe, lakini pia kwa jamii. Na ni kwa sababu ya umuhimu na baraka ambazo Mungu amewekeza ndani ya ndoa, ndoa imekuwa na mashambulizi mengi sana kutoka katika pande mbalimbali. Na kwa sababu hiyo sasa, tusipokuwa na mikakati ya makusudi ya kuwasaidia kuelimisha vijana, lakini pia ya walezi na wazazi na walimu, pasipo kukumbushana mambo haya, itafika mahali ambapo ndoa kitakuwa ni kitu ambacho kinaonekana ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Mungu aliyeasisi ndoa ana mpango na makusudi, na nipende kusema kama ambavyo ninasema nyakati zote, ndoa ni mpango na makusudi ya Mungu, na ndoa bora inawezekana, na ndoa bora zipo, na ndoa bora zitaendelea kupatikana. Kwa hiyo ni muhimu sasa kwa vijana, lakini pia kwa walezi, kuwa na mtazamo sahihi kuhusu ndoa. Na nianze kwa kusema kwamba uchaguzi wa mwenzi wa ndoa ni moja kati ya chaguzi ambazo huwa zina matokeo ya kudumu. Ni uamuzi ambao ukikosea, ukafanya vibaya, majuto yake ni makubwa, na majuto yake mara nyingi huwa hayarekebishiki. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na utulivu wa kutosha na kumwomba Mungu ili aweze kukuingiza katika hatua hii kubwa sana ya maisha ambayo itakuwa na athari ya kudumu. Na tunasema kwamba kosea vitu vingine vyovyote vile, matokeo au makosa ya chaguzi nyingine huwa yanarekebishika, na majuto yake wakati mwingine huwa ni ya muda mfupi. Lakini kosa la kuchagua mwenzi, ni majuto ni ya muda mrefu. Athari zake sio kwako wewe tu uliyekosea, athari zako pia zipo hata kwa wale ambao ni matokeo ya uchaguzi wako. Kwa hiyo sio kitu cha kurupuka, ni kitu ambacho kinahitaji uwe na ufahamu wa kutosha, ni kitu ambacho kinahitaji pia uwe na elimu ya kutosha. Na ndio maana sisi, Mungu ametupa wito maalum wa kusaidia vijana ili waweze kufanya maamuzi sahihi ambayo yatawasaidia kuja kuishi maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya utulivu, maisha yenye matokeo chanya huko mbeleni. Kwa hiyo jambo la kwanza niseme kwamba kijana au binti, uwe na nia, uwe na kusudio la kuja kuwa na ndoa bora au ndoa njema. Ni kusudio hilo ndilo litakalo kufanya uchukue hatua za msingi, hatua madhubuti zitakazo kuja kukupelekea kuja kuwa na ndoa bora. Kwa hiyo ni lazima uwe na kusudio hilo. Na huwa ninasema hivi siku zote, hata kama wewe ni zao la ndoa ambayo haikuwa bora, basi katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wewe ukawe sababu ya ndoa bora kutokea. Hata kama hujatokana na baba bora,
katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nia na kusudia kuja kuwa baba bora katika kizazi chako. Na binti, kama hujatokana na ndoa bora, basi dhamiria na kusudia kwamba lazima mimi nikawe sababu ya ndoa bora kutokea katika uso wa nchi. Hata kama sikutokana na mama bora, basi katika jina la Yesu Kristo ninakusihi kwamba udhamirie na uwe na nia ya kuja kuwa mama bora na mke bora katika majira na nyakati hizi, kwa sababu ndoa bora hutengeneza familia bora, na familia bora hutengeneza jamii bora, na jamii bora huleta taasisi bora zenye mchango chanya katika jamii. Kwa hiyo how do we get there? Tunafikaje kule? Kwanza ni ile nia ya mtu mwenyewe ambaye hili tukio ndio tukio ambalo liko mbele yako. Kwa hiyo kwanza uwe na nia. Baada ya kuwa na nia, unahitaji kujifunza kanuni, mbinu ambazo muasisi wa ndoa ameziachilia kwa njia ya neno la Mungu, lakini kwa njia ya watu ambao amewaachilia na kuwekeza ndani yao maarifa ya vitu hivyo, watu kama sisi ambao Mungu ametuinua katika majira na nyakati hizi ili tuweze kutoa elimu hii ambayo itakusaidia. Kwa hiyo ukishakuwa na nia hiyo, jambo la pili ni kujifunza kanuni na mbinu ambazo zitakusaidia uweze kuja kuwa na ndoa bora, uweze kuja kuwa mume bora, uweze kuja kuwa baba bora, uweze kuja kuwa mke bora, uweze kuja kuwa mume bora. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vipo na vinawezekana. Kwa hiyo kujifunza. Lakini jambo la tatu la msingi sana ni kumwomba Mungu ambaye yeye ndiye muasisi wa ndoa. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye amemuumba Yeremia ni Mungu ambaye anamjua Yeremia, na mahali pengine Biblia inasema Mungu anajua mwisho tokea mwanzo, kitabu cha Isaya sura 46 na mstari wa 10. Lakini katika kitabu cha Zaburi ya 139 kuanzia na ule mstari wa 14 kuendelea, mwandishi wa kile kitabu anasema, anamzungumzia Mungu kwamba ulinijua chuoni mwako ziliandikwa siku zangu zote kabla hazijakuwepo bado. Kwa hiyo hapa Mungu ambaye alikuumba wewe anajua miisho yako, anajua lipo kusudi la yeye kukuumba hapa duniani. Na kwa sababu hiyo, kama analo kusudi hilo, pia Mungu anamjua mtu sahihi wewe kijana, anamjua mtu sahihi wewe binti, ambaye atakapokuwa amekuunganisha naye, huyo mtu atakuwa ni sababu ya yeye kutimiza vile vitu ambavyo Mungu alikuleta hapa duniani uweze kuvitimiza. Mungu anapotuleta duniani huwa ana jambo, analo kusudi, ana kitu ambacho amekiweka ndani yangu, ana kitu ambacho amekiweka kwako, ana kitu ambacho amekiweka kwa mtu mwingine. Sasa ili hiki kitu cha Mungu alichokipanda ndani yako kiweze kutimia, kinahitaji upate mwenzi sahihi atakaye kuwa ni sababu ya kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo unahitaji kumwomba Mungu. Hilo ni jambo lingine la msingi sana. Unahitaji kumwomba Mungu na kumruhusu Mungu akusaidie na akukutanishe na mtu sahihi ambaye atakwenda na wewe, atakusaidia, atakuwa ni sababu ya furaha katika maisha yako. Ndoa zina mishangazo mengi. Ndoa zina bad surprises, ndoa zina good surprises. Hiyo yote inategemeana na jinsi utakavyokuwa umeingia katika jambo hilo. Ni bahati mbaya sana watu wengi huwa wanakuja kuanza kujifunza kuhusu ndoa ni nini, nini kipo katika ndoa, nini natakiwa nifanye, muda mfupi kabla ya kuingia katika ndoa. Kwa anakuwa hana muda wa kutosha wa kujifunza zile dynamics za ndoa, changamoto za ndoa, vipindi vya ndoa. Kwa hiyo anakuwa hana muda wa kutosha wa kujifunza. Kwa hiyo anapokuja kujifunza, anajifunza kwa maumivu makubwa sana. Sasa nisingependa iwe hivyo kwako wewe, na ndio maana kipindi hiki ni muhimu na kinakujia ili uweze kujifunza. Na unapojifunza hivi, sio tayari kwamba unaye mtu, na ni vizuri sana
kujifunza au kupitia kipindi hiki kabla hata huyo mtu hujampata, kwa sababu inakupa nafasi nzuri ya kuweza kumtafuta Mungu. Moja ya maeneo ambayo mimi niliwekeza maombi ya kutosha ni kuhusu eneo la kupata mwenzi, kwa sababu nilijua kabisa kwamba mwenzi anaweza kuathiri ndoto zako, anaweza kuathiri huduma yako, anaweza kuathiri kipawa chako, anaweza kuathiri mahusiano ya wewe na familia yako. Yaani mwenzi anayo nafasi kubwa sana ya kufanya kuwa bora au ya kufanya ukaharibikiwa kabisa. Shuhuda zipo nyingi sana katika maisha ya kila siku, katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo nikiwa na ufahamu huo, nilitumia muda wa kutosha kumwambia Mungu kwamba wewe Mungu unanijua, unafahamu nini umewekeza, unafahamu ulivyoniita, unafahamu nini unachotaka kukikamilisha katika maisha yajayo, na hivyo wewe una mtu ambaye ukinikutanisha katika namna unayojua wewe, ambayo itanisaidia na mimi kuja kujua kwamba huyo ni mtu sahihi, tutakutana na kwa pamoja tutakutumikia na kulitimiza kusudi lako katika maisha yetu. Kwa hiyo nilimwomba Mungu kwa sababu ninafahamu kwa kawaida, kwa akili zangu ninavyojua, kuna vitu ambavyo naweza kuwa nikafikiri kwamba hivyo ndio vitu sahihi kwa mwenzi wangu, kwa kutumia macho ya kawaida, kwa kutumia mila na desturi zetu, kwa kutumia mashauri ya watu, naweza nikachukua vigezo ambavyo sio sahihi na ambavyo haviendani na kusudi ambalo Mungu amelikusudia, na nikavitumia hivyo kumpata mtu, lakini nikawa nimekosea. Kwa hiyo niliona kabisa ni vizuri kumwomba Mungu ili aweze kunisaidia nione kwa usahihi, lakini nifanye uchaguzi sahihi, kwa sababu nilijua kabisa kwamba maamuzi ninayoyafanya yataweza kuniathiri katika kila kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yangu. Kwa hiyo muombe Mungu. Mungu anaye mtu kwa ajili yako, Mungu anaye mtu atakayekufaa, Mungu anayekujua, aliyekuumba, ambaye anajua utakuwepo hapa duniani hadi lini, anajua mtu ambaye atakusaidia, ataenda kukomplimenti katika udhaifu na nguvu zako. Katika ghala la Mungu, Mungu anaye mtu sahihi. Kwa hiyo ruhusu Mungu akusaidie kupata mtu ambaye atakufanya mahusiano yako yaje kuwa ya furaha, mahusiano yako yaje kuwa ya ndoa njema ambayo hata na wewe pia utaenda kufurahia. Waswahili huwa wanasema ya kwamba ndoa inaweza kuwa ni paradiso ndogo duniani au inaweza kuwa ni jehanamu ndogo duniani. Inategemeana na jinsi unavyoingia hivyo. Lakini kwa mujibu wa Biblia, Mungu alikusudia ndoa pawe mahali pa furaha na amani na utulivu. Kwa hiyo inapokuwa vinginevyo, ni adui anakuwa amesababisha hivyo, lakini pia sisi wenyewe tunaweza tukasababisha hivyo kwa kukosa maarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo unapokosa maarifa, unaweza ukafanya maamuzi yasiyo sahihi na ukajikuta umeingia katika mapambano ambayo sio ya lazima na ambayo yanaweza kukwepeka. Kwa hiyo kabla haujaingia kwenye ndoa, una nafasi kubwa sana ya kutulia, kumwomba Mungu na kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi yenye tija. Huko nyuma nilisema kwamba ndoa yako itaamua hata aina ya uzao au watoto utakaowaleta duniani. Kwa hiyo unapoendelea na mchakato huu wa kutathmini, wa kutafakari, wa kujifunza, kama ni binti, hebu ujiulize, ungependa watoto wako watakaozaliwa na wewe waje kuwa na baba wa namna gani? Baba wa namna gani? Kwa hiyo wewe una uamuzi wa kuamulia watoto wako aina ya baba ambaye atakuwa baba yao. Wewe ndio una maamuzi hayo. Lakini pia kijana, una uamuzi wa kuamulia watoto wako aina ya mama atakaye kuja kuwalea na kuwatunza. Kwa hiyo aina ya mama, aina ya baba, wewe unaweza kufanya maamuzi
hata kabla hujakutana na huyo mtu, kwamba huyu ndio mtu ambaye ninamtaka. Na unapoangalia unamwomba Mungu ukieleza sifa ambazo ni sifa za baba anayezungumzwa kibiblia, kiongozi ambaye ana uwezo wa kujiongoza yeye, lakini kuongoza familia katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo unayo nafasi ya kutosha ya kufanya maamuzi, na unapofanya maamuzi tunasema kwamba usiipe hisia nafasi kubwa sana, kwa sababu hisia huwa zinaenda zinabadilika, lakini uhalisia unabaki pale pale. Kwa hiyo akili au ufahamu utakusaidia kuweza kuchanganua na kuiweka hisia pembeni, na unafanya maamuzi ukiwa na akili timamu, na unajua kabisa ya kwamba haya maamuzi ni kweli nilikuwa na hisia, lakini nimeruhusu akili imeweza kufanya mchakato ulio sahihi. Na inapotokea kwamba ulimwomba Mungu lakini hukuruhusu hisia peke yake ziweze kufanya kazi, itafika mahali hata unapokuja kukutana na jambo fulani katika yale mahusiano ya ndoa, huna kitu cha kujuta, kwa sababu hukushinikizwa na hisia, lakini ulikuwa na utulivu wa kutosha na kufanya maamuzi ambayo yanakusaidia mbeleni. Kwa hiyo ni muhimu sana kumruhusu Mungu akusaidie. Lakini jambo lingine tunasema kwamba jifunze kwa wengine waliotangulia. Wewe sio wa kwanza kutaka kuja kuoa, wewe sio wa kwanza kutaka kuja kuolewa, na wako watu ambao wanafanya vizuri katika eneo hilo. Sasa wale wanaofanya vizuri ni muhimu pia kujenga mahusiano nao, ili uweze kujua sio vibaya binti ukamwona mama fulani ambaye anafanya vizuri katika ndoa, unavutiwa naye, kumuuliza fanyaje, alitembea katika kanuni gani, alitumia mbinu gani, kujifunza kupata maarifa. Lakini kijana pia, kuna watu wanakuvutia, wanafanya vizuri, ni wababa wema, ni waume ambao wanatimiza nyajibu zao, wamekuwa ni sababu ya furaha kwa familia yao, wanakuvutia. Pata muda waulize kwamba how did you manage this? Unawezaje katika dunia ya sasa iliyochafuka, iliyoharibika? Hawa watu watakusaidia. Kwa unatakiwa kujifunza, tunasema unatakiwa kujifunza kwa kuona, kwa kuuliza maswali, kwa kupata ushauri. Ndoa nzuri au ndoa bora haitokei kama muujiza, bali ni jitihada za kujifunza kwa kuangalia toka pande zote. Kwa hiyo zile ambazo hazifanyi vizuri, na lenyewe pia ni darasa, unaona kabisa kwamba hii haifanyi vizuri, kwa hiyo ninahitaji kuepuka vitu vyote ambavyo vimesababisha hii ikawa mbaya. Lakini nzuri na zenyewe pia ni sehemu nzuri ya kujifunza. Kwa hiyo wewe binti au kijana, una nafasi ya kujifunza kabla, kwa maana ya kwamba ya kuchakata na kuangalia, kwa sababu ndoa ni entity, ni kitu ambacho kitakuja kukutunza, kitakuja kutunza huduma yako, kitakuja kutunza wito, kitakuja kutunza career, kile kitu ulichosomea itakuja kukutunza. Kuna kitabu tumeandika, ndoa ni zawadi, itunze iweze kuja kukutunza. Kwa nini? Kwa sababu pale kwenye ndoa inapokuwa iko salama, huwa inasababisha mwanandoa kuweza kufanya kazi kwa ubora katika kile kitu ambacho anakifanya. Mtu anapokuwa na ndoa isiyokuwa na amani, hata utendaji kazi wake katika maeneo mengine anakuwa hafanyi vizuri, anakuwa anaharibu. Kwa hiyo ndoa bora ni dawa, ndoa bora ni kinga, ndoa bora ni usalama wa mtu aliyepo mahali pale. Kwa hiyo unapokuwa unatafakari juu ya kuingia katika ndoa, unatafakari juu ya kutunza
vitu vingi ambavyo vitakuja kuwa ni zao la ndoa yako. Kimsingi, unapokuwa unaamua au kupanga kuja kuingia katika ndoa, ina maana ya kwamba unakuwa sasa unachukua mustakabali wako unauunganisha na yule mtu ambaye unataka kuja kuolewa nao. Sasa kuoa au kuolewa naye. Kwa sasa ni maamuzi ambayo unahitaji sana kutulia, kwa sababu kesho yako inategemeana na nani unamruhusu kuingia katika maisha yako. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo imekusudiwa iwe ya kudumu. Kwa hiyo unapopanga kuingia katika ndoa ya Kristo, ujue chochote unachoenda kukutana nacho kitakuwa ni kitu cha kudumu. Sasa maamuzi ambayo yanalenga hali ya kudumu ni maamuzi ambayo yanahitaji utulivu, yanahitaji hekima, yanahitaji maarifa, yanahitaji maombi, yanahitaji kujifunza. Kwa hiyo hebu tulia, kaa na pata elimu na maarifa. Na moja ya maeneo ambayo unaweza kujifunza kwa usahihi na kwa uzuri ni eneo hili ambalo mimi ninafundisha pamoja na mke wangu, pre-marriage talk, yani mazungumzo kabla ya ndoa, yani ushauri na saha kabla ya ndoa. Tunakutazamisha nini mpango na makusudi ya Mungu katika ndoa, na ndoa bora ina mambo gani ambayo huwa yanazaliwa, na Mungu anataka nini katika ndoa. Kwa hiyo tunataka ufike mahali pa kuelewa, na unapokuja kufanya maamuzi uwe ni mtu ambaye umefanya maamuzi kwa uhakika, bila shinikizo, bila kusukumwa na hisia, kwa sababu unakuwa unajua kitu kile kilichoko mbele yako ni kitu chema. Kwa hiyo usiache kujifunza, usiache kuuliza maswali, kwa sababu ndoa ni jambo la kimungu, na ndoa linatakiwa lije likuletee furaha, amani na mwendelezo wa kile ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Lakini tunasema soma vitabu vya mahusiano vilivyoandikwa na watu ambao wameweza kufanya vizuri katika eneo hilo. Tunasema vitabu ni gara au ni hazina nzuri ya kuchochea maarifa kuhusu mahusiano kabla ya ndoa na jinsi ya kuendesha na kudumisha ndoa. Kujifunza huwa haukomi. Soma vitabu vya waandishi mbalimbali wa mahusiano. Maarifa huja kwa njia mbalimbali, mojawapo ni ya kujisomea. Kwa hiyo sehemu nyingine unayotakiwa kuwekeza fedha na maarifa ni katika vitabu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitabu vya mahusiano. Lakini watu walioitwa katika huduma hii maalum ya kuwasaidia vijana katika swala zima la mahusiano ni watu ambao hutakiwi kukaa mbali nao. Kwa hiyo ninakusihi pia katika jina la Yesu usikae mbali na mafundisho yetu, kwa sababu sisi tunao wito na huduma maalum kwa ajili ya kuwasaidia vijana waweze kuja kuwa na ndoa bora. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua kwamba ndoa inapokuwa bora ni faida kwa jamii, ni faida kwa taifa, ni faida kwa watu wanaokuwa wanaizunguka hiyo jamii iliyopo mahali pale. Kwa hiyo hudhuria pia semina na makongamano yanayohusu mahusiano, na hasa yale yanayoendeshwa na watu ambao wamefanya vizuri katika eneo hilo. Semina na mahusiano huwa ni kama karakana. Kupitia semina za mahusiano unaweza kujiona na unaweza kujikagua na kuelewa hatua za kuchukua katika kila unachojifunza. Mungu anazo namna nyingi za kutuhudumia, za kusema na sisi kama watoto wake. Njia mojawapo ni mafundisho ya neno la Mungu kupitia semina ya mahusiano. Mimi Mungu ameniita na kunipa wito maalum wa kuwasaidia vijana waweze kufanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hiyo fuatilia mafundisho yangu Pre-Marriage Talk Tanzania, yatakuongoza kutoka hatua moja kwenda nyingine, na hata kufika mahali ambapo utaweza kutambua ya kwamba nani ananifaa katika maisha yangu kuwa mwenzi, kwa sababu ukikosea itakula kwako, itakuumiza, na utakuwa ni sababu ya maumivu hata kwa wale watu ambao watakuja kutokea katika uzao au viuno vyako. Ndoa ina gharama, na gharama kubwa ya ndoa haipo katika mamilioni ya pesa yatakayotumika wakati wa sherehe. Gharama ya ndoa ipo katika
kufuata utaratibu wa Mungu na kuishi kwa mujibu wa mwongozo wa neno la Mungu kuhusu maisha ya ndoa. Gharama ya ndoa itahitaji kuachana na desturi ama mazoea uliyoyafahamu na kufuata maagizo ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndoa inahitaji wewe uweze kujifunza maeneo mbalimbali. Tunapofanya counseling za ndoa, unakutana na vitu vigumu. Wakati mwingine unashangaa, hawa watu hawakuwahi kupendana. Ni nini kimetokea katika safari yao ya kupendana, ambapo watu wanafika mahali pa kutamkiana laana za kila namna, pa kutakiana mambo mabaya? Nini kinakuwa kimetokea? Hawa watu walipokuwa wanafanya maamuzi, walipokuwa wanafanya uchaguzi, walikuwa fahamu zao ziko wapi? Ni nini kilitokea? Huyu mtu ambaye alikuwa anafanya unakosa usingizi, anafanya ratiba yako inaharibika, unatamani muda wote kuwa naye, inafika mahali ambapo hutamani kuwa naye hata sekunde 15. Nini kinakuwa kimetokea? Hivi ni vitu ambavyo tunatamani uvijue, ili na wewe unapoingia uwe na fahamu na maarifa ya kujua ndoa ina vipindi mbalimbali, na ili niweze kujikinga na madhara na baadhi ya vitu ambavyo vimesababisha maumivu kwa wanandoa wengi ambao tunawafahamu, basi ninahitaji kujipanga kabla ya kuingia katika eneo hilo. Sisi tupo tayari kwa ajili ya kusaidia na kuhudumia. Na sasa ni jinsi gani unaweza kujua mwenzi au unawezaje kumpata, ni kitu ambacho tutaendelea kusema na wewe katika vipindi vyetu vinavyokuja. Nikusihi, endelea kutufuatilia, endelea kufuatilia kipindi hiki kizuri, lakini usiache kusoma vitabu vya mahusiano. Na moja kati ya vitabu bora ambavyo vitakusaidia kuweza kuwa na ufahamu na maarifa ya kutosha kuhusu namna sahihi ya kumpata mwenzi ni kitabu hiki ambacho nimekiandika, Sababu 10 kwa nini binti au kijana unahitaji kuwa na mwenzi wa maisha. Lakini kuna vitu vingine ambavyo nitavizungumza wakati mwingine, mambo 5 ya msingi ya kujua kuhusu mwenzi wako mtarajiwa, huyo mtu ambaye unataka kuolewa naye, huyo mtu ambaye unataka akuoe au wewe kuolewa naye, huyo mtu ambaye kijana unataka mjue. Vipo vitu vikubwa 5 ambavyo unatakiwa uvifahamu, ambavyo pia hivyo huwa ni vyanzo vya migogoro katika ndoa. Unapovifahamu mapema, vitakuponya na maumivu ambayo huwa yanatokea ndani ya ndoa. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Pre-Marriage Talk Tanzania kipo kwa ajili yako kijana, kipo kwa ajili ya mlezi, kipo kwa ajili ya mzazi, kipo kwa ajili ya mwalimu wa vijana. Mungu awabariki. Tutaonana wakati mwingine ambapo nitaendelea na mfululizo wa mafundisho haya ambayo yatakusaidia usikosee kupata mwenzi. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine.